ukisogea kwenye kikao namna hii, usikie yani kimbia. Teddy, fanya mazoezi bwana, kimbia. Sijui mnanielewa? Usijiinvolve na wenye manunguniko, utadedi. Utafilisika. Nisikilize, wako watu na wengine wanangu hapa na wajua. Wakati mwingine unawafundisha namna hii, wanaamka ndani, wanasikia fundisho, wanaanza kulifanyia kazi. Haleluya. Halafu unaona moyo wa shukrani ni moyo ambao unajigenerate kutokea ndani. This is a very personal issue. Ni mtu anajigenerate ndani kuwa na moyo wa shukrani. Halafu huo moyo wa shukrani akianza kuapply mbele za Mungu, unamsikia anakuja mbele za Mungu. Baba, ninamshukuru Mungu, amenifanyia 1 2 3. Haikauku kesho baba, ninamshukuru Mungu, amenifanyia hiki. Baba, ninakushukuru. Akifanya hivyo, milango inaanza kufunguka. Maongezeko yanaanza. Guess what? Mpe miezi 5. Vitu vinaanza kurudi chini. Kwa nini? Milango ikifunguka, akipata matokeo, badala ya aendelee, ana relax kwamba milango zishafunguka, nilishamshukuru Mungu. Mbingu zinaona kwa hiyo hapo umefika, sio? So kwa sababu kutokea hapo hauna moyo tena wa shukrani, kifuatacho ni mapungufu yanaanza. Unasikia mwaka huu umepandishwa cheo, mwakani umeshushwa. Mwaka huu umepata favor fulani, mwakani hiyo favor haiko. Mwaka huu umepata connection fulani, mwakani hizo connection haziko. Kwa nini? Moyo wa shukrani. Naongea na watu wanaokusudia mambo makubwa. Mnakusudia makubwa 2025. Siri ni uwe moyo wa shukrani, ili uendane na neno la mwaka huu ya kwamba Mungu anaenda kufanya mambo makubwa kwenye maisha yako. Principle ya kiungu haijali familia. Principle ya Mungu haijali kiwango cha elimu. Principle ya Mungu inaweza kuapply kwa mtu yoyote aliyefuata vigezo na masharti. Ndiyo sababu wako watu hawajasoma hata la 7, wana hela kuliko wenye PhD. Wako wahubiri, ni wahubiri wakubwa, hawajai hata enda chuo cha Biblia. Wahubiri wakubwa. Siri ni nini? Anaijua kanuni. Kwenye chochote Mungu anachofanya, anajimimina mbele za Bwana. Ninakushukuru Mungu, umenitendea hiki. Asante. Mungu anawatafuta hawa. Daudi aliijua hii siri. Akamwambia Mungu, akasema hivi, mautini ni nani atakaye kusifu? Kuzimu nani atakaye kusifu? Kwa kifupi anasema niokoe mimi, kwa sababu mimi nimebeba moyo wa shukrani, moyo wa kukusifu. Ukiacha nife, nani akusifu? Sisi tumechangiwa na Mheshimiwa Rais milioni 20. Haleluya. 20M. Nikasema tuprinti na bango likae hapa. Kuna watu wanasema huo ni uchawa. Unawauliza, mlishapewa na nyinyi 20? Amna, lakini hiyo ina maana gani? Kwako haina maana. Sisi wenye moyo wa shukrani tukipewa, tunamshukuru Mungu na aliyetumiwa na Mungu kutufikisha sehemu. Hayo ndio Mungu anayofurahiwa nayo. Piga bango hili hapa. Rais ameanza kunitaja jina. Tena Emmanuel ya double M. Emmanuel, asante kwa dua njema. Hii dua ni sala, maombi. Yaani hapo mheshimiwa ameshindwa kukunyosha. Asante kwa maombi. Kwangu na nchi yetu. Anasema wasaidizi wangu watawasiliana na wewe kuhusu ombi la kuchangia ujenzi wa kanisa. Yaani free church iko Ikulu, inajulikana. Haleluya. Kwa hiyo mtu anayesemaga hatujui inahusu. Rais anatujua, wewe utujui. Sisi tunataka kujulikana na bwana mradi. Haleluya. Hutaki kutujua, tembea. Sisi tunajulikana Ikulu.
Haleluya. Na washangaa sana hilo kanisa leo. Kweli nyinyi hapo hamna Mungu, hapa hamna Mungu. Nyinyi wenye Mungu anawajua rais. Haleluya. Unabishana na watu wengine, unapoteza muda. Mimi level ambayo Mungu ametumalizia nayo mwaka 2024 ni level ambayo sitaki kubishana na mtu ambaye hajatajwa na rais. Sitaki. Kwa nini? Kwa sababu kufanya hivyo ni kushusha viwango. Na wakati niliwakaribisha wanangu kwenye ibada ya leo, kuna mwanangu mmoja akasema, "Pastor, kwanza mimi nimebarikiwa sana na nyinyi. Mmemshukuru Mheshimiwa Rais alivyowasaidia." Akasema, "Na mimi Mheshimiwa Rais niliandika tu ujumbe pale, nikamuomba simu, akanipa." Hivi amekuja yule ndugu yangu. Aliniambia atakuja leo ibadani. Yuko wapi? Aliniambia, "Mtumishi, na mimi nitakuja." Haleluya. Na yeye aliandika, "Mheshimiwa Rais, naomba simu." Akapewa. Akaunti ya Mheshimiwa Rais iko busy sasa hivi. Mwingine akaomba cherehani, akapewa. Haleluya. Na kuna watu wamepewa vitu hata havijaorodheshwa. Eti sisi tupewe milioni 20, tunyamaze, inahusu. Tukiwaomba michango wenyewe hawatoi. Rais anatupa watu nyochete na vidole. Tumeweka bango hapa la kupigia picha. Alafu acheni ubisho, mnaacha kupigia picha hapa. Ibada ikiisha, pigieni picha hapa na mpost. Haleluya. Sijui kama unaelewa. Unaowaonea aibu hawajai kutuchangia buku. Mmechukua fomu za kwenda kuchangisha huko. Wanetu wachache wametuchangia. Mheshimiwa kaeka 20. Au mimi ndio naongea mimi. Anasema, "Wasaidizi wangu watawasiliana nawe kuhusu ombi la kuchangia ujenzi wa kanisa na kukupa mchango wa shilingi, hebu sema, milioni 20." Yani ni 2,000,000 ndio milioni 20. Halafu nawatakia kila laheri. Rais anatutakia kila laheri. Mzululaji mmoja akitutakia mabaya, yatampata nani? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Katutakia kila laheri President. Haleluya. Nitakushukuru namuna gani, o mama, namuna gani, mama, namuna gani, yelelelele. Milioni 20 umetupa raisi, we baba, namuna gani, e baba, namuna gani, yelelelele. Lapu wewe baba, Baba, namuna gani, ewe baba, Baba, namuna gani, eti yelelelele. Eti namuna gani, baba, namuna gani, ete iyolelie, eti. Haleluya. Wenye roho mbaya waokoke. Apewe sifa Yesu. Yani kwa taarifa yao, wanune, wafurahi. 20 ndio tushachukua. Haleluya. Tayari. Nisikilize, hiyo maana yake nini? Hiyo maana yake ni Mungu anaruhusu mmalize mwaka kwa heshima. Hiyo ndio tafsiri yake. Wakati wako watu wanaokuchukulia poa, mpango wa Mungu umalize mwaka kwa heshima.
Wanaotudharau siku moja watatusalimia kwa wanaotudharau siku moja watatusalimia wanaochukulia poa sisi watatusalimia salimia watatusalimia 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 twende. Hebu sema watatusalimia kwa heshima. 2024 wakati mheshimiwa anatuchangia ujenzi wa hilo kanisa, 2025 tutakuwa gorofani. Ajia mambo makubwa juu yetu katika jina la Yesu Kristo. Kama Bwana ameanza mwisho wa mwaka 2024 kutuonyesha mambo makubwa, maana yake 2025 ni neema juu ya neema, ni mambo makubwa kwa jina la Yesu. Mtu aseme amen. Na nikijua una roho ya manunguniko, tunakufukuza. Tatuzeesha. Watu wanaonungunika wanazeeka mapema. Haleluya. Wanapauka. Unamkuta binti miaka 27 tu kazeeka manunguniko. Yani mimi nashindwa kuelewa haya makanisa gani? Akiona watu wanacheza huko kucheza gani? Kuna wokovu kweli hapa? Hamna hata wokovu. Vyombo vinapigwa, hawezi kupiga sauti yote hiyo. Akiona mtu anaabudu, huwezi kuabudisha. Vidole umeweka hivi. Ukipunga mikono, hiyo ni ishara ya Freemason. Unaona vidole vitatu. Roho ya manunguniko inapausha. Roho ya manunguniko inasababisha kifo. Nimekuonyesha Kutoka 16 mstari wa 2. Niwekee Kutoka 17 mstari wa 3. Chapu kwa haraka tumalize ibada. Kutoka 17 mstari wa 3. Angalia, Biblia inasema hivi, watu wakawa na kiu huko, nao wakafanyaje? Tumekuonyesha kuanzia Kutoka 15 mstari wa 24. Tumekuonyesha 16 mstari wa 2. Tumekuonyesha Kutoka 17 mstari wa 3. Bado wananungunika. Haleluya. Na anasema kwenye hii hapa ndio mbaya zaidi. Kwenye manunguniko wanayonungunika hapa, haya walionungunika hapa alikuwa too much. Wanamweka Musa wanamtoa, wanamweka Haruni wanamtoa. Manunguniko yamejaa. Eneo la kushukuru, hawa walipaswa kujawa na shukurani. Wamwambie Baba, ninakushukuru. Umetutoa katika nchi ya utumwa, tulikokuwa tukilala na njaa, walikotupitisha kwenye season za utumwa. Tumehangaishwa, tumeteswa, umetutoa. Asante. Wao manunguniko. Na mimi ninachopenda ni kitu kimoja. Mungu huyu tunayemtumikia, huyu Mungu tunayemtumikia, habarikiwi na watu wanaonungunika. Aya unayosoma hapa. Biblia inasema waliponungunika Musa, wakasema, mbona umetupandisha kutoka Misri kutuua sisi na watoto wetu na wanyama wetu kwa kiu? Angalia, wamemesha ni neno, umetutoa huko kutuua. This is too much. Umetutoa huko kuja kutuua. Yani Mungu amewaokoa. Wao wanasema umetutoa huko kutuua. Hilo jambo mbingu zililiangalia kwa jicho la tofauti. Mbingu hazijafurahishwa na hiyo kauli, kama ambavyo hazifurahishwi na kauli ambazo nyinyi mnazitoaga mkipita kwenye wakati mgumu. Badala ujae shukurani, unajaa manunguniko. Mbingu zinakasirika. Na kuambia mwanangu, ukiendekeza hiyo roho, tutakuzika kabla ya 2025 iishi.
Kwa nini nakwambia hivi? Kwa sababu hao walivyonungunika kiwango hiki, wanasema umetuleta hapa kutuua, wakati yeye amewaleta hapo kuwaokoa. Nini kimetokea? Niwekee kitabu cha Hesabu 14:27. Let me show you something hapa tunavyomaliza ibada. Chapu kwa haraka. Kitabu cha Hesabu. Fast. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka nikuonyeshe hapa kwenye Hesabu 14:27 ili unapoyatafakari haya mwanangu uone madhara. Angalia hiyo kitu. Anasema nini hapa? Anasema kwa sababu mliasi juu ya neno langu katika jangwa la Sini wakati wa mateto ya mkutano, wala hamkunistai hapo majini mbele ya macho yao. Maji hayo ndiyo maji ya Meriba ya Kadeshi. Hii ni Hesabu 10 na ngapi? Ndio maana naona na njaa 14. Naona hapo sawa. Anasema hivi, je, nichukuane na mkutano muovu huu uninungunikiao hata lini? Anasema nimesikia manunguniko ya wana wa Israeli. Wanayofanyaje? Wanayoninungunikia. Bwana anasema ameyasikia manunguniko yao. Wakati mwingine ukisikia eti Mungu amekusikia, unajua it's favor. Oh, Bwana amenisikia ninavyonungunika, ataenda kuniponya. Watch this. Mstari unaofuatia 28, weka hapo. Angalia mstari wa 28. Anasema nini? Mtumishi wa Mungu, chapu kwa haraka tafadhali. Au niende huku kwangu. 14:28 inaweza kupatikana hapo, nisome na watu wa Mungu. Haujaipata? Apewe sifa Yesu. Angalia Hesabu 14. Angalia. Haya ni maneno Mungu anayasema. Sasa rudi 27 tuwe tunatiririka hivyo. Nikisema upandisha unaupandisha chapu. Rudi 27 ili nisiwaache watu. Mungu aliposikia manunguniko yao, na nikwambie tena uelewe, haya manunguniko unayoyaona hapa ni baada, Mungu anasema hiyo kauli baada ya kuombwa na Musa uwasamee hawa watu walionungunika. Haleluya. Hapo baada ya kuombwa. Hold hapo ni 14:27. Naomba nikuonyeshe tu kitu hapa. Hiyo Hesabu 14, niweke mstari mmoja tu wa 10. Mstari wa 10. Weka wa 10 chapa. Nani ana Biblia hapa wanisaidie? Angalia. 14:10 anasema nini? Lakini mkutano wote wakaamuru wapigwe kwa mawe. Ndipo utukufu wa Bwana ukaonekana katika hema ya kukutanikia mbele ya wana wa Israeli wote. Mstari unaofuatia 11. Bwana akamuuliza Musa, je, watu hawa watanidhalau hata lini? Wasiniamini hata lini? Nijapokuwa nimefanya ishara hizo zote kati yao. Yani Mungu anajiuliza, wewe mwana Free Church ulioko hapa, hivi utamchukulia poa Mungu hadi lini? Utamdharau Mungu hadi lini? Kwa yote Mungu aliyoyafanya kwenye maisha yako. Mungu amekupambania. Adui alikusudia 24 usimalize, ufe kwa ajali, akakulinda ukavuka. Wewe unamchukulia poa. Anasema hawa watu wanaonidharau na wafanyaje hao? Aliposema maneno hayo, Musa akatia huruma. Mstari wa 12. Anasema nini hapa? Anasema hivi, na wafanyaje? Na wabariki. Na kuondolea urithi wao. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Kisha yenye nguvu kuliko wao. Unasikia hayo maneno? Yaani kuna wakati wewe ni mwana wa Mungu, sawa. Mungu hana uadui na wana wa Israeli, ndio yeye alienda kuwakomboa. Sawa sawa. Yeye ndio alimtuma Musa aende awakomboe watu wake. Na anapomtuma Musa anasema mkanichukulie watu wangu, maana hao ni watu wa Mungu. Lakini wanapomuhasi wanageuka kuwa watu wa Mungu, wanachezea kichapo. Sasa nirudishe pale kwenye 27. Nirudishe pale 27. 27. Anasema, je, nichukuane na mkutano muovu huu ninungunikiao hata lini? Anasema nimesikia manunguniko ya wana wa Israeli waninungunikiayo. Mstari wa 28. Anasema hivi, waambieni kama niishivyo asema Bwana, hakika yangu kama ninyi mlivyonena masikioni mwangu ndivyo nitakavyowafanyia nyinyi.
Walinena nini? Nilikuonyesha pale nyuma. Walisema umetuleta hapa ili kufanyaje? Kutuua. Umetuleta ili tufe, wakati Mungu amewaleta ili awabariki. Ninakutangazia mwanangu, asiwepo wa kumnungunikia Mungu mwaka huu ili uyaone mambo makubwa. Mungu hajakuleta 2025 ili uje udhalilike. Mungu hajakuleta 2025 uje upoteze mali, uje uachike kwenye ndoa yako, uje ufiwe na watoto wako. Bwana amekuleta 2025 ili upokee mambo makubwa katika jina la Yesu. Mtu aseme amen. Acha kujitamkia kifo, utakufa. Oh Bwana Yesu, hali ninayopitia hapa najua tu nitadhalilika. Ile pale anasema hakika kama mlivyonena ndivyo itakavyokuwa. We bakiza na hayo maneno. Jiunge na wapumbavu wa kwenye mitandao huo wanaosema huu mwaka basi tushaharibu, hakuna tena jipya, tusubiri mwaka mwingine, mwaka huu nishapoteza. Mbingu zinakuangalia, itakuwa kama ulivyotamka. Usiwe wewe. Na unajua kilichotokea? Mstari wa mwisho niwekea hapo 29. Anasema nini? Anasema akiwabutua mizoga yenu. Yaani Mungu akikasirika, wewe sio mwili tena. Unaitwa nini? Mzoga. Yaani Mungu mwenye mamlaka ya kufufua wafu anakuita mzoga. Anasema mizoga yenu itaanguka katika jangwa hili, na wote waliohesabiwa miongoni mwenu kama jumla ya hesabu yenu, tangu waliopata umri wa miaka 20 na zaidi. Waliomfanyaje Mungu? Waliomnungunikia Mungu. Pandisha huo mstari. Hakika yangu hamtaingia katika nchi ambayo niliinua mkono wangu ya kwamba nitawaketisha huko, isipokuwa Kalebu mwana wa Yefune, Yoshua mwana wa Nuni wataingia. Nyinyi biashara inaisha hapa kwa sababu jeuri. Ninakuombea mwanangu, wewe Mungu amekuleta hapa kwa sababu. Mungu hajakuleta hapa kwa bahati mbaya. Ni lazima ukutane na zile baraka ambazo mbingu ziliahidi. Niko hapa kama mchungaji wako kukutamkia ya kwamba kila baraka ambayo Bwana aliamuru kwako 2025, it shall come to pass. Itatokea juu yako. Wachawi waloge, wanga wahangaike, mapepo yatumwe, majini yaachiwe, hayatazuia ile baraka ambayo Bwana ameiamuru kwako. Ninatamka fedha kubwa iachiliwe kwako, neema kubwa iachiliwe kwako, biashara kubwa iachiliwe kwako, afya kubwa iachiliwe kwako. Ninatangaza vita na watesi wako mwaka huu. Ninatangaza vita na maadui zako mwaka huu. Wanaotamani kuona kifo chako watakuona kuinuliwa kwako. Wanaotamani anguko lako watauona utukufu wa Bwana juu ya maisha yako. Usibadilishe utaratibu. Endelea kumshukuru Bwana katika kila jambo. Walio na huduma, ninawatamkia huduma zikawe kubwa mwaka huu katika jina la Yesu Kristo. Walio na biashara ndogo, hizo biashara zikainuke katika jina la Yesu Kristo. Wenye ndoa zinazowatoa machozi, hizo ndoa zikaachilie furaha katika jina la Yesu. Ninavuruga kila mipango ya kichawi, ninaharibu kila mipango ya kipepo iliyokusudia uharibifu. Haitafanikiwa katika jina la Yesu. Weka mikono yako miwili juu, sema napokea neema kubwa. Sema napokea
Pokea baraka kubwa. Sema napokea mwanzo mpya katika jina la Yesu Kristo. Sema Bwana Yesu, umenileta umbali huu ili uniinue na ili unibariki. Ninakataa roho ya kulia, ninakataa roho ya manunguniko, ninakataa kudharaulika katika jina la Yesu. Leo ninatamka 2025 ukawe mwaka wangu wa mambo makubwa, ukawe mwaka wangu wa kuinuliwa, ukawe mwaka wangu wa kubarikiwa. Kila mipango iliyo kinyume nami haitafanikiwa katika jina la Yesu. Leo ninavuruga mipango yote ya kichawi. Leo ninavuruga mipango yote ya kipepo kwa jina la Yesu. Mwaka huu wachawi wote hawatanipata. Mwaka huu walale makaburini hawatanipata. Wakatambike hawatanipata. Watume majini hayatanipata. Maana Bwana anayo ahadi ya kutenda mambo makubwa juu ya maisha yangu katika jina la Yesu. Leo ninatamka ukuu wangu unaanzia hapa madhabahuni kwa Bwana kwa jina la Yesu. Weka mikono miwili juu. Bwana anaijua vita yako. Vita yako Bwana anaijua. Mbingu zinajua vita yako. Adui wameinuka kila upande, wameinuka ili wapigane nao. Bwana anayo ahadi kwako ya kwamba 2025 ni mwaka wa kutenda mambo makubwa. Sio mwaka wa machozi, sio mwaka wa kulia, sio mwaka wa kuomboleza. Weka mikono miwili juu. Funika hayo macho. Mbingu zione hiyo mikono leo. Baba, tazama watoto wako hao. Wameinua mikono yao miwili juu. Ishara ya kwamba hawana Mungu mwingine ila ni wewe. Nawe unalo neno la mwaka huu ya kwamba wanaenda kutenda mambo makubwa. Hiyo neema isimame juu ya kila mmoja mmoja, sawa sawa na ndimi za Roho Mtakatifu zilivyoshuka ile siku ya Pentecost. Zikashuke juu yao, zikashuke juu yao kwa jina la Yesu Kristo. Ninatamka juu ya watu wako hawa ya kwamba hiyo mikono, chochote watakachogusa mwaka 2025 kikalete matokeo makubwa katika jina la Yesu. Ninaona Mungu anafungua njia mbele yako. Viko viwango vikubwa unaviendea. Umeomba imeshindikana, lakini angalia kile Bwana atafanya mwaka huu. Milango inafunguka. Milango inafunguka mbele yako. Milango inafunguka mbele yako mwanangu. Milango inaachia mbele yako. Wako watu wanavuka kwenye vizingiti ambavyo adui alikusudia usivuke. Ninatamka kwa jina la Yesu, kila ombi uliloliandika juu ya mwaka huu, kila neno uliloliandika juu ya mwaka huu, kama ulikuwa na maombi umeandika, yapo kwenye karatasi, utalishika mkononi hilo karatasi uliloandika mipango yako. Kama umeandika kwenye daftari, weka mkononi hilo daftari uliloandika mipango yako. Lakini kama umeitamka, hiyo mipango uliyoitamka itakuwa juu yako mwaka huu kama Bwana aishivyo. Wewe ni Mungu uonaye siri. Ninamtumikia Mungu wa matendo makuu, Mungu mwenye ishara, maajabu na matendo makuu. Ninakusihi kwenye ibada hii, watoto wako hawa wanayo mipango juu ya mwaka 2025. Mipango hiyo Mungu, mchana wa leo tunakukabidhi. Tunakukabidhi mipango hiyo. Tunakukabidhi mipango hiyo ambayo watoto wako wameiandika kwa habari ya mwaka 2025. Mipango hiyo, hizo pointi walizoziandika kuanzia ya kwanza mpaka ya mwisho, ipate kibali mbele zako. Chochote ulichoomba
chochote ulichotamka, chochote ulichoandika kwenye hiyo mipango, ninatamka kwa mamlaka ya jina la Yesu, acha kije kitokee, acha kidhihirike. Uliomba kazi, uliomba ndoa, uliomba biashara, uliomba afya, uliomba masomo, uliomba huduma, chochote ulichotamka kiwe kwako kwa jina la Yesu. Bwana akasome maombi yako ya mwaka huu. Bwana akasome malengo yako ya mwaka huu. Na chochote ulichokiandika, Roho Mtakatifu soma kutoka kwa watoto wako hao. Chochote walichotamka, chochote walichotamka, chochote walichokusudia, Bwana ninaomba kitokee. Ninaomba kitokee kwao. Ulisema Mungu kwenye madhabahu hii umetupa kutuweka huru. Nami ninajua unawaweka huru watoto wako kwenye kila jambo walilokuomba, kwenye kila jambo waliloliandika, ukawaweke huru. Wenye biashara, katanue mipaka ya biashara zao, kaziinue hizo biashara zao, watengenezee connection Mungu kwenye maofisi yao. Pandisha vyeo watoto wako back to back, wainue, maana wamekusadiki, wamekutumainia. Wengine wametamka haya kwenye madhabahu za kichawi, lakini watoto wako wameileta hiyo mipango mbele ya madhabahu yako. Wakati huu Mungu, tuko tayari ukahudumie, tuko tayari wakapokee, tuko tayari wakatendewe sawa sawa na walivyotamka, wakatendewe sawa sawa na walivyotamani. Mwaka ukawe mwaka wao wa mambo makubwa. Anza nao leo, wayaone matokeo. Siku ya kesho wanapoanza mfungo, prayer point hizi walizoziandika, Bwana Yesu ikawe kipaumbele cha maisha yao.